Welcome. Karibu sana. Aleki hapa na natumai uko poa. Mimi niko best. Mwenyezi Mungu amenilinda, amenitunza na akaniweka salama. Na kama kawaida leo ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Zaburi. Wanalipigia kura vazi langu na kumsifu Mungu kutanikoni, na pia dunia yote itamwabudu Mungu. Neno linasema hivi: kwa maana mbwa wananizunguka, wananizingira kama kundi la watenda maovu, kama simba wanaishambulia mikono yangu na miguu yangu. Ninaweza kuhesabu mifupa yangu yote. Wananitazama na kunikodolea macho. Wanagawana mavazi yangu, nao wanalipigia kura vazi langu. Lakini wewe, Yehova, usiendelee kukaa mbali. Wewe ni nguvu zangu, njoo haraka unisaidie. Niokoe kutoka kwa upanga, uhai wangu wenye thamani kutoka katika makucha ya mbwa. Niokoe kutoka katika kinywa cha simba na pembe za ng'ombe ndume wa mwituni. Nijibu na uniokoe. Nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kutaniko nitakusifu. Ninyi mnaomwogopa Yehova, msifuni, enyi nyote uzao wa Yakobo, mtukuzeni, mwogopeni yeye, enyi nyote uzao wa Israeli. Kwa maana hajadharau wala kuchukizwa na mateso ya yule anayekandamizwa, hajauficha uso wake kutoka kwake. Alipomlilia amsaidie, alisikia. Nitakusifu katika kutaniko kubwa, nitatimiza nadhiri zangu mbele ya wale wanaomwogopa. Wapole watakula na kushiba, wale wanaomtafuta Yehova nitamsifu. Na ufurahie maisha milele. Miisho yote ya dunia itakumbuka na kumgeukia Yehova. Familia zote za mataifa zitainama chini mbele zako. Kwa maana ufalme ni wa Yehova, anayetawala mataifa. Watu wote wenye ufanisi duniani watakula na kumwinamia. Wote wanaoshuka mavumbini watapiga magoti mbele zake. Hakuna yeyote kati yao anayeweza kuokoa uhai wao. Wazao wao watamtumikia. Kizazi kitakachokuja kitaambiwa kumuhusu Yehova. Watakuja na kusimulia uadilifu wake. Watawaambia watu ambao bado hawajazaliwa mambo aliyofanya. Kwa hiyo tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Psalms, ambacho ni kitabu cha Zaburi, kiliandikwa na Daudi na wengine. Psalms chapter 22 verse 16 to 31. Na bila kupoteza wakati, ningependa pia tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Methali. Wenye kesi wana hekima, na mwasiimani huwaangamiza wengine, na washauri wengi huleta mafanikio. Neno linasema hivi:
Mizani ya uongo humchukiza Yehova, lakini kipimo sahihi humfurahisha. Kimbelembele kinapokuja, aibu itafuata, lakini wenye kiasi wana hekima. Utimilifu wa wanyoofu ndio unaowaongoza, lakini ujanja wa wenye ila utawaangamiza. Mali haitakuwa na faida yoyote siku ya ghadhabu, lakini uadilifu ndio utakaookoa kutoka katika kifo. Uadilifu wa mtu asiye na lawama ukinyoosha kinjia chake, lakini mwovu ataanguka kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Uadilifu wa wanyoofu utawaokoa, lakini wenye ila watanaswa na tamaa zao wenyewe. Mtu mwovu anapokufa, tumaini lake hutokomea, na matarajio aliyokuwa nayo kwa kutegemea nguvu zake hutokomea pia. Mwadilifu huokolewa kutoka katika taabu, na mwovu huingia humo badala yake. Kwa kinywa chake mwasi imani humwangamiza jirani yake, lakini kwa ujuzi waadilifu huokolewa. Wema wa watu waadilifu ulifanya jiji lishangilie, na waovu wanapoangamia kunakuwa na kelele za shangwe. Jiji hukwezwa kwa sababu ya baraka ya mtu mnyoofu, lakini kinywa cha waovu ulibomoa. Mtu yeyote asiye na busara humdharau jirani yake, lakini mtu mwenye utambuzi wa kweli hukaa kimya. Mchongezi hurukaruka akifunua mazungumzo ya siri, lakini mtu anayeaminika hutunza siri. Mwelekezo stadi unapokosekana, watu huanguka, lakini washauri wengi huleta mafanikio. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Methali ni kitabu ambacho kiliandikwa na Sulemani, Aguri na Lemueli wakiwa Yerusalemu. Proverbs chapter 11 verse 1 to 14. Uncompromised and undiluted word of God. And thank you guys for the amazing support that you've given me. May God bless you and big up a lot. Na nimeshukuru sana manze, na muwe na wakati mwema. Alo zetu.